Hivi unajua kuwa FIFA imebadilisha sheria ya kuvunja mikataba ya wachezaji? Fikiria hivi, wewe ni Mbwana Samatta, una mkataba wa miaka mitatu na klabu yako. Ghafla klabu kubwa kutoka nje ya nchi inakutaka. Tatizo ni kwamba bado una mkataba mkubwa unaoendelea katika klabu yako ya hivi sasa. Lakini swali ni je, una uwezo wa kulazimisha kuondoka klabuni hapo na kwenda katika klabu mpya? Kwa miaka mingi, hili limekuwa moja ya maswali magumu zaidi kwenye sheria za soka duniani. Na sasa FIFA imeamua kufanya mabadiliko makubwa kwenye kanuni zake kupitia marekebisho mapya ya RSTP yatakayoanza kutumika mnamo Januari mwaka 2027. Lakini swali kubwa ni hili: je, sheria hizi zinawapa wachezaji uhuru zaidi wa kuondoka klabuni au zimeleta mitego mipya ambayo inaweza kuwagharimu mamilioni ya pesa? Na leo ninakwenda kukueleza kila kitu kwa urahisi kabisa, na mwisho wa video hii utakuja kuelewa kwa nini mabadiliko haya yanaweza kubadilisha namna biashara ya soka inavyofanyika duniani. Lakini kabla tujaendelea mbele, tufahamu RSTP ni nini? RSTP ni kifupi cha Regulation on the Status and Transfer of Players. Kwa lugha rahisi, hiki ni kitabu kikuu cha sheria za FIFA kinachosimamia uhusiano kati ya wachezaji, klabu na vyama vya soka kuhusu usajili, mikataba na uhamisho wa wachezaji. Ndicho kinachoamua mchezaji anaweza kusajiliwa lini, anaweza kuhamia klabu nyingine lini, nini kitatokea endapo akivunja mkataba, ni nani atalipa fidia endapo utatokea mgogoro. Na katika mabadiliko haya mapya yapo mambo mengi sana, lakini leo tutajadili jambo moja tu: kuvunjwa kwa mkataba kati ya mchezaji na klabu, na hasa katika kile kifungu kinachofahamika kama Article 17. Hiki ndicho kifungu kinachoelezea ni nini kitatokea pale mchezaji au klabu wanapovunja mkataba bila sababu za msingi na bila makubaliano. Na hapa ndipo elimu ya mkataba ilipolala. Sehemu ya kwanza, mabadiliko ya sheria hii ni pale ambapo mchezaji na klabu wanakuwa tayari wamekubaliana kiasi cha fidia ambacho kinatakiwa kulipwa pale mchezaji anapotakiwa na klabu nyingine. Hii tunaweza kuita release fee ama release clause ama buyout clause kwa lugha nyingine, ama ada ya uisho pale mchezaji anapovunja mkataba. Fikiria mchezaji anaitwa Juma. Juma anasaini mkataba wa miaka mitatu, analipwa dola 50,000 kwa mwaka, lakini kwenye mkataba kuna kipengele kinachosema kama klabu itavunja mkataba kabla ya muda kuisha, italipa fidia ya dola 10,000 tu. Kwa sheria za zamani jambo hili lingeweza kupita, lakini kwa sheria za sasa, kwa mchezaji yeyote anayelipwa chini ya dola za Kimarekani 150,000 ambazo ni sawa na pesa za Kitanzania zaidi ya milioni 390, jambo hili halikubaliki. Unajua kwa nini? Kwa sababu FIFA inasema kiwango cha chini kabisa cha fidia lazima kilingane na thamani ya mkataba uliobaki. Tuseme Juma amebakiza miaka miwili kwenye mkataba wake. Miaka hiyo miwili ina thamani ya dola za Kimarekani 100,000. Kwa hiyo hata kama mkataba wake unasema atalipwa dola 10,000, FIFA inaweza kusema hapana, Juma anatakiwa kulipwa dola 100,000. Lakini kuna upande mwingine wa sarafu. Tuseme labda klabu imepanga kumkomboa Juma, imempa mkataba ambao unamtaka atakapohitaji kuondoka klabuni hapo kulipa bilioni 50. Hapa napo FIFA inaweza kuingilia kati. Mahakama ya soka ya FIFA ina mamlaka ya kupunguza ama kufuta adhabu hiyo kama itaona haina usawa. Kwa kifupi, sheria hii inajaribu kulinda pande zote mbili, yani mchezaji asinyonywe, lakini pia na klabu isipoteze haki zake. Sehemu ya pili ni pale ambapo hakuna makubaliano ya fidia kwenye mkataba, yani release clause ama ada ya uisho wa kuvunja mkataba. Hapa ndipo mambo yanakuwa magumu zaidi, kwa sababu hakuna release clause iliyoandikwa hadharani kwenye mkataba, na ndipo migogoro mingi ya kisheria inapotokea katika soka. Sasa sheria mpya ya FIFA inasema kama hakuna makubaliano ya fidia, upande ulioumia unatakiwa kulipwa fidia kamili ya hasara iliyoipata. Tuanze na klabu. Tuseme mchezaji tegemeo wa timu anaondoka ghafla. Hapa klabu inaweza kudai gharama mpya za kupata mchezaji ambaye atakuwa ni mbadala wake, lakini pia inaweza kudai pesa ya usajili ambayo ingeipata kama angeuzwa kwa njia halali, ama thamani ya huduma ya mchezaji ambayo tayari imepotea. Kwa upande wa mchezaji, tuseme klabu imemfukuza kinyume na sheria, mchezaji anaweza kudai mishahara yote iliyobaki kwenye mkataba pamoja na hasara nyingine alizozipata kutokana na kufukuzwa huko. Na hapa kuna jambo ambalo linazua mijadala mikubwa duniani, jambo linaloitwa lost transfer fee. Kama umefika hapa, unaweza kuelewa kwa nini sheria za soka ni ngumu kuliko watu wengi wanavyofikiria. Bonyeza subscribe, like video hii na andika chini RSTP 2027 ili nijue ni wangapi wanapenda maudhui ya sheria za soka, kwa sababu sehemu inayofuata ndio yenye utata mkubwa kabisa kuliko zote: mtego wa lost transfer fee. Tumtumie Juma Samatta kama mfano. Tuseme Juma Samatta anachezea Simba Sports Club, ana mkataba unaoendelea, lakini hana buyout clause wala release clause katika mkataba wake. Lakini siku moja Al Ahly wanamtaka. Badala ya kufanya mazungumzo rasmi na Simba, Samatta anaamua kuvunja mkataba na kuondoka moja kwa moja kwenda Misri. Watu wengi wanaweza kudhani kuwa Samatta ana nafasi ya kulipa kiasi kadhaa cha pesa kwenda kwa Simba na mambo yote haya yaweze kuisha, lakini mambo hayako hivyo sasa hivi. Sheria mpya haijasema kiasi gani ambacho mchezaji anaweza kulipa kwa ajili ya kuzima kesi hii.
kwa kuvunja mkataba. Badala yake, Simba inaweza kwenda kwa FIFA na kusema, tulikuwa na klabu iliyokuwa tayari kutulipa milioni 500 kama ada ya usajili wa Samatta, lakini kwa sababu ameondoka ghafla tumepoteza fedha hizo. Na hapo FIFA inaweza kusema Samatta pamoja na klabu yake wanatakiwa kulipa kiasi hicho cha pesa. Na hapo ndipo tatizo linapoanzia, kwa sababu hakuna ambaye angejua kuwa wangeweza kutozwa kiasi hicho cha fedha. Inaweza kuwa milioni 100, inaweza kuwa milioni 500, ama pengine bilioni 1. Na ndiyo maana wanasheria wa soka wanaamini kuwa eneo hili litaendelea kuzalisha kesi nyingi hata baada ya sheria mpya kuanza kutumika. Kwa lugha rahisi ni kuwa sheria mpya haijamfungulia mchezaji mlango wa kutoka bure, imeondoa baadhi ya vikwazo vya zamani, lakini imeacha bomu la kifedha ambalo linaweza kulipuka wakati wowote. Labda hujanielewa, ngoja nikupe mfano mwingine. Tuseme Erling Haaland angekuwa na release clause ya euro milioni 150 pale Manchester City. Hapo kila mmoja anajua hesabu. Real Madrid wakija na euro milioni 150, Manchester City hawezi kukataa. Mchezaji anaondoka, hakuna kesi, hakuna mabishano, hakuna mahakama. Lakini kama hakuna release clause, ndipo tunarudi kwenye mfumo wa the roster transfer fee, na hapo ndipo thamani ya mchezaji huamuliwa tu baada ya mgogoro kuanza. Sasa je, kwa ile klabu inayomshawishi mchezaji kuvunja mkataba, nayo inaweza kuadhibiwa? Jibu ni ndio, klabu hiyo inaweza kuadhibiwa, lakini sio kwa kupitia ule mfumo wa zamani. Sheria mpya imeleta mfumo unaitwa conduct based liability. Kwa lugha rahisi, klabu mpya haitahukumiwa kwa sababu tu imemsajili mchezaji. Lazima ithibitishwe kuwa imemshawishi mchezaji kuvunja mkataba. Tuseme Kukulela amevunja mkataba na Yanga na baada ya siku chache anasaini na Azam FC. Swali itakuwa ni je, Azam ameshiriki katika kumshawishi Kukulela kuvunja mkataba na Yanga ama amefanya maamuzi yake mwenyewe? Na hapo ndipo sheria mpya inapoingia. Sheria mpya imeweka kipengele kinachoitwa presumption of endorsement. Kama mchezaji akivunja mkataba na kusaini klabu nyingine ndani ya siku 45, FIFA itachukulia jambo hili kama kwamba klabu mpya ilihusika. Ndio, ikiwa ndani ya siku hizo klabu mpya itakuwa imepatikana na hatia au la, mpaka ithibitishe vinginevyo. Kwa mfano wetu ungekuwa Kukulela amevunja mkataba na Yanga tarehe 4, anakwenda kusaini mkataba na Azam tarehe 20. Sasa hapa Azam watatakiwa kwenda mbele ya FIFA na kuthibitisha kuwa hawakutumia nguvu yoyote kumshawishi Kukulela kuvunja mkataba. Kwa hivyo mzigo wa ushahidi unahamia kwao, na ndiyo sababu sasa hivi klabu nyingi zitakuwa makini sana kusajili wachezaji ambao wana migogoro ya kimikataba. Na zamani adhabu kubwa iliyokuwa inatolewa mara nyingi ilikuwa ni transfer ban, kufungiwa kusajili, lakini sasa FIFA imeleta mfumo wa hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza, Azam akipatikana na hatia atapewa onyo la maandishi. Hatua ya pili, faini ya fedha. Hatua ya tatu, kufungiwa sehemu ya shughuli za usajili. Kwa mfano, anaweza kufungiwa kusajili wachezaji wa kimataifa pekee, na mwisho anaweza kufungiwa kusajili wachezaji wote, yani wa ndani ama wa nje. Mfano, Lipuli imepatikana na hatia kumshawishi mchezaji wa klabu nyingine kuvunja mkataba. Mahakama ya FIFA itaangalia kwanza ukubwa wa kosa. Je, ilikuwa ni bahati mbaya au ilikuwa ni njama ya makusudi? Hapo FIFA ndipo itaamua adhabu kulingana na ukubwa wa kosa. Hii inaitwa principle of proportionality, yani adhabu ilingane na ukubwa wa kosa. Na mwisho unaweza kujiuliza, je, FIFA imempa uhuru mkubwa zaidi wachezaji? Jibu ni ndio, lakini sio uhuru wa kuamka asubuhi na kwenda kuvunja mkataba na timu. Na je, klabu imepoteza nguvu yake? Jibu ni hapana, kwa sababu bado zimepewa nafasi kubwa ya kudai fidia kubwa sana kwa mchezaji kutoka katika kile kipengele cha lost transfer fee. Kwa kifupi, sheria mpya za 2027 zimejaribu kuweka usawa kati ya haki za wachezaji na haki za klabu, lakini bado zimeacha maeneo mengi ambayo yataendelea kuzalisha kesi kubwa za kisheria katika soka la dunia. Na huenda kesi hii kubwa itakayokuja ikatoa tafsiri halisi namna gani sheria hizi zitafanya kazi kwa vitendo. Sasa niambie kwenye comment, kama wewe ndio ungekuwa ni mchezaji, ungependa kwenda na release clause ya wazi kwenye mkataba wako au ungependa mfumo huu mpya wa FIFA wa lost transfer fee? Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwa ajili ya maelezo mengine ya sheria za soka duniani. Mimi naitwa Sonino, tutakutana katika video nyingine. Asante kwa kutazama mpaka mwisho.